Um, ni kwamba heri mwisho kuliko mwanzo wa neno, na hata maandiko matakatifu yanashuhudia hivyo, sema kwamba heri mwisho kuliko mwanzo wa neno. Kuna huu msiba hapa ambao mimi umeniudhi sana, wa huyu ndugu yetu alokufa huko Afrika, alojinyonga. Mimi nilifuatilia pale, nilipofuatilia hizi video nilizoziona, nikaja kujua kumbe alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Mimi nilikuwa sijui maisha yake, lakini baada ya kufuatilia sana, mtumishi wa Mungu. Angalia namna anavyozikwa. Mimi niliumia. Yes, mimi niliumia sana kwa ajili ya hili jambo, na nikawa na maswali mengi sana ambayo najiuliza. Swali kubwa nilokuwa najiuliza ni kwa nini ndugu yetu huyu amejinyonga. Ijapokuwa sijajua hilo tatizo, yawezekana ikawa ni sababu nzuri kabisa ya maana, lakini kuna kitu ambacho kinaitwa Roho Mtakatifu ambaye anatusaidia katika dhoruba za mioyo yetu. Huyu ni mtumishi ambaye siku zote alikuwa yuko kanisani, alikuwa anaheshimika na kanisa kiasi kwamba akapewa kundi la kwaya aliongoze, akapewa kusimamia watoto wa SS. Wanaoenda kanisani wanaelewa nikisema Sunday school. SS maana yake ni Sunday school. Ni kwamba hayo yote alikuwa akiyasimamia, lakini angalia mwisho wake, ndugu yetu akaishia kujinyonga bila kuuliza, aidha bila kuangalia sababu. Ni please, kwanza nasikia kuzikwa hata na kanisa. Please, ikiwepo jambo lolote linalosumbua moyo wako, usichukue maamuzi kama haya. Ni mabaya sana, yanawafanya watu wengine kubaki vibaya. Alikuwa na familia imebaki, kanisa limebaki, hata vikundi vya mpira alokuwa anavisimamia vyote vikabaki. Nataka niseme nini? Jitahidi umalize vizuri ndugu yangu. Jitahidi umalize vizuri ndugu yangu. Angalia mwisho wa ndugu yetu ambaye ni mtumishi wa siku zote, ambaye aliheshimika na watu wote. Mwisho siku akaja kujinyonga. Nashindwa sana kuelewa kwa hili jambo. Ila tu ambalo naweza nikalisema ni kwamba ikiwa kuna mambo yanayoendelea ndani mwako, kanisani kwako, hata liwe na ukubwa kiasi gani, jitahidi Mungu awe anapata nafasi. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, kuna namna dhoruba za mioyo huwa zinatulia. Angalia ndugu yetu anavyozikwa. Niliumia sana nilipoona hizo clips. Niliumia sana. Heri mwisho kuliko mwanzo wa neno. Jitahidi mwisho wako uwe mzuri. Yawezekana umeanza vizuri, mwisho wako ukawa mbaya sana. Angalia huduma alizozifanya huyu ndugu. Angalia kazi alizozifanya. Ni wengi aliowafundisha namna ya kuimba. Yawezekana alikuwa anasimamia vijana, nasikia tena alikuwa anasimamia vijana kwa njia ya mpira. Zote ni kazi ambazo ni nzuri, ambazo sionaje hata ubaya wake. Lakini mwisho wa mtu ni kwenye kifo. Huko ndiko kila mtu ataenda kumalizia safari yake. Jisikunguze, piga hesabu ya maisha yako. Kila leo watu wanaondoka kwa kutarajia au kwa kutokutarajia. Tunamhitaji Roho Mtakatifu ambaye huwa anatuliza dhoruba za mioyo ya watu. Tunamhitaji Mungu. Kijana, unamhitaji Mungu maisha yako. Mama, mzee, unamhitaji Mungu maisha yako. Wacha kuishi kama hakuna Mungu. Mungu awasaidie kuelewa naye asema. Amen.